Chuka hamjambo. Chuka mogeni. Mogeni kaire. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani ili nione watu wa Chuka. Asanteni sana. Basi watu wa Chuka, kwanza mimi nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha Chuka siku ya leo. Na mimi nimekuja Tharaka Nithi leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Tunaelewana? Nyinyi mlinipatia kazi na mkaniambia hiyo kazi mmenipatia nipange mambo kadhaa. Mimi niko na mambo matatu ya muhimu nimekujia Chuka hii na Tharaka Nithi leo. Ya kwanza, hii nimeona sasa tatamusha chini kidogo, kuna wananchi wengi. Sawa sawa. Watu wa Chuka, mimi nataka mnisikize kidogo kwa makini. Mimi nimekuja hapa leo kwa sababu ya mambo matatu ya muhimu. Sawa sawa. Jambo la kwanza, mlinieleza ya kwamba hapa Tharaka Nithi bado nyumba nyingi hasina stima. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Ndio sababu hiyo leo mimi nimefika hapa kwa sababu kuna stima tuliweka last year. Kuna ile tuliweka 2023. Lakini hii 2025 mimi nimekuja hapa leo na milioni 720 ya kuunganisha stima manyumba 7,500. Na nimeambia waziri na yuko hapa ya kwamba hiyo kazi ikamilike kabla ya Novemba mwaka huu. Nyumba 7,500 mpya iunganishwe stima Tharaka Nithi County. Na tumekubaliana na mjumbe wenu Pato. Nimekubaliana na Mheshimiwa Murugara. Na nimekubaliana na baba yao huyu Kareke Mbiuki ya kwamba watatusaidia sehemu ambayo haijafika stima, watuambie ni wapi. Kijiji haijafikiwa na stima, watuambie ni wapi. Tunaelewana jameni? Na nia yangu ni kuhakikisha ya kwamba stima isiwe starehe ya matajiri. Stima ni haki ya kila Mkenya. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Jambo ya pili, na katika hiyo program ya kuunganisha stima pia nimeombea waziri, kwa sababu Tharaka Nithi ilibaki nyuma kidogo. Mimi nimesema ya kwamba tutawaongezea milioni nyingine 500 ndio tufikishe watu ambao wataunganishwa na stima wafike 12,000. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi nimekuja hapa tena Tharaka Nithi. Jambo la pili, wakati nilisimama hapa tulikubaliana ya kwamba tujenge masoko, ndio mama mboga apate mahali pazuri penye iko heshima, iko maji, mahali ambapo kuna storage. Na leo mimi nimekuja hapa kuambia watu wa Tharaka Nithi ya kwamba hapa kwenu tunajenga soko 6 mpya. Hapa juu tunajenga soko yenu ya milioni 290 na imefika almost 45-50%. Na nimemwambia waziri Alice Wahome yuko hapa, hiyo soko tunataka ikamilike in the next 4 months ili wakulima wafanyabiashara wale bado wako hapa tukuje tuwapatie pesa nyingine tupanue soko yenu, ndio hapa ipatikane mahali mnaweza kuuza mazao yenu. Soko ni ya muhimu kwa sababu inasaidia wakulima wakitoa mazao yao mashambani
walete sokoni, na wale wanafanya biashara sokoni waendeshe biashara, ili tupate chakula ya kutosha, tuondoe aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Hii soko yenu ni milioni 290 in 4 months itakuwa imekamilika. Sawa sawa. Nimetoka pale Chogoria. Pia tumejenga soko Chogoria, it is almost 50% ya milioni 120. Nimetoka kule Gatonga pia tumejenga soko karibu inakamilika. Na vile vile Marimanti tunajenga soko. Na vile vile Shagarika tunajenga soko. Na vile vile Chera tunajenga soko. Na vile mahali mtatuambia tutajengea soko. Tumekubaliana jameni? Watu wa Chuka tumekubaliana? Vile vile leo nimefika hapa kwa program ya affordable housing. Hapa kwenu tumeweka nyumba ya kwanza 380 hapa Chuka town. Leo nimeweka jiwe la msingi na hiyo itajengwa kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba as we do affordable housing in Kenya, hatutaki Tharaka Nithi ibaki nyuma. Tumekubaliana? Vile vile mimi nataka nitangaze nikiwa hapa. Muliona kwa gazeti juzi, kwa sababu tunataka vile vile watoto wetu wanaosoma university, wanaosoma TVET, wanaosoma KMTC. Tuko pamoja jamani? So tunataka hawa watoto wetu, tumetangaza hostels ya watoto wetu. Hapa Chuka University tutaweka hostels. Kule Tharaka University tunaweka hostels ya watoto 1200 na tayari tumetangaza kandarasi. Pale KMTC tumetangaza kandarasi ya kujenga hostels 300, kwa sababu tunataka vijana wetu wanaosoma katika mashule yetu waishi mahali pazuri, mahali ambapo pana usalama, ili watoto wetu hasa wasichana wasiingie katika hatari ya mambo ya kukosekana kwa usalama. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Vile vile mimi na nyinyi tulikubaliana ya kwamba stadium yetu ambayo iko hapa tulikuwa tumekamilisha, lakini imerudi nyuma. Nimeambia wizara wakamilishe hiyo stadium, na nimemwambia huyu gavana wenu akae tayari mwezi wa 6. Mimi nakuja ku hand over stadium ya Chuka kwake aendeshe nikiwa nimekamilisha. Tumekubaliana jameni? Sasa wewe gavana kaa chonjo, mwezi wa 6 natuma waziri hapa ana hand over the stadium. Wakati tutakuwa tumemaliza hapo kiwanja, tumeweka viti, nimesema iwekwe viti 2000 ya watu hapa ndio mkae starehe kama watu wengine. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Vile vile hapa nimefika kwa sababu ya mambo yenu ya barabara. Hii Tharaka Nithi kuna barabara nyingi zilikwama for the last 3 to 4 years. Si namna hiyo? Wakati nilikuja hapa niliwaambia barabara ya kutoka hapa Chuka kwenda Kareni kupitia Kanwa, hiyo barabara sasa imebaki kilomita 2 peke yake nimalize. Ilikuwa kilomita 28, imebaki only 2 kilometers, na mimi nataka niwaambie niko na pesa ya kukamilisha hiyo barabara. Ile barabara sasa iko, tumetangaza kandarasi ni kutoka Kanwa kwenda mpaka pale kwa TTI. Hiyo barabara tunataka tuitengaze kabisa. Ndio nyinyi vijana mnataka iende huko? Mimi naona vijana wa TTI wako hapa wanasema barabara yao itengenezwe. Tuko pamoja? Alafu tuko na barabara imetusumbua sana na huyu bwana Kareke. Barabara ya kutoka pale Chogoria inaenda mahali inaitwa Wenu. Imetusumbua sana, lakini basi bwana Kareke mimi nataka usikie vizuri. Sasa nimelipa 150 million jana. Hiyo barabara sasa nimeamurisha ijengwe ikamilike,
nikikuja hapa tusiongee tena maneno ya barabara ya Chogoria kwenda Weru, itakuwa tumemaliza. Tumekubaliana? Tumekubaliana? So watu wa Chuka, mimi sitaki kusema kuzidi sana. Mimi leo hapa sijakuja mambo ya siasa. Leo nimekuja hapa mambo yenu ya maendeleo. Kwa sababu muliniambia tusikizane. Ngoja nitasema daraja ya Nithi. Mnataka daraja ya Nithi tuseme? Ngoja kidogo. Daraja ya Nithi, wacha niwaambie kuhusu daraja ya Nithi. Hii daraja ya Nithi sio yenu peke yenu. Ni ya Kenya mzima, sana mna hiyo? Si wa Kenya wote wanapitia hapa. Sasa watu wa Kura na watu wa Kera na watu wa Kenya wamepanga, tumepatiwa bili ya bilioni 5 ya kutengeneza hiyo bridge ili iwache kuumiza wananchi wa hapa. Tunaelewana? Sasa kazi yangu vile tumepata pesa sasa ya kukwamua hizi barabara zetu, na hiyo yenu ya Nithi, mimi niliwaambia ni mtihani yangu kabla ya 2027. That is my exam. Lazima nimalize hiyo ndio mambo ya hapa ikuwe sawa sawa. Ni sawa si sawa? Si tumekubaliana? Si hiyo bridge nifanye kabla ya 2027? Basi hiyo ni mtihani, mimi nitapita hiyo mtihani. Mtashangaa. Tunaelewana jameni? Comrades. Haya, ngojeni comrades. Kaongea mambo ya comrades. Tumekubaliana? Watu wa Tharaka pia, mimi kwa sababu nyinyi ni wakulima wa chai na kahawa, lazima niseme nikiwa hapa Tharaka Nithi. Mambo ya chai, muliniambia ya kwamba tuweke usimamizi mzuri kwa mambo ya chai. Ni kweli ama si kweli? Mwaka uliopita we got the highest return kwa mambo ya chai. Kutoka 170 billion the previous year, tulipata mwaka uliopita 215 billion. Na mimi nataka niwaeleze, tumepunguza ile mbolea watu wa KTTA walikuwa wanatumia from 5,500 to 2,500, na Mungu ametujalia mvua. That is why our productivity has gone up. Na tukienda mbele, nimepeleka tayari mambo katika bunge na chairman wa kamati ya bunge ya mambo ya agriculture, Daktari Mutunga yuko hapa. Huyu ndio chairman na nimepeleka kwake. Nataka tuondoe ushuru kwa mambo ya packaging ya chai. Nataka tuondoe ushuru kwa mambo ya chai yote. Ndio tuhakikishe ya kwamba ile chai tunauza kwa magunia sasa tuifanyie value addition Kenya hapa. Tuifanyie processing Kenya hapa. Ajira ipatikane na pesa zaidi ipatikane wakati tutauza chai not in bulk but chai that is added value. Na sababu hiyo ndio nimepeleka mambo katika bunge, huyu chairman warakishe, ndio tuhakikisha kwamba tunazalisha mambo ya chai. Mambo ya kahawa, nyinyi ni wakulima wa kahawa. Tuko na wakulima wa kahawa hapa. Hebu nione wakulima wa kahawa. Very good. Mimi niko na maneno yenu watu wa kahawa. Sema niliniambia nifukuze cartels. Wale watu ambao walikuwa wanajifanya mtu mmoja ako na leseni 4. Yeye ni farmer, yeye ni mila, yeye ni broker, na yeye ndiye ananunua chai huko kwa coffee exchange. Tukasema ya kwamba hiyo cartel lazima tuivunje. Na mimi nataka niwaeleze wale makateli, nimemalizana na wao, wametembea, wameenda, wakiendanga. Kwa sababu ile bei mlikuwa mnanunua kahawa miaka 2 iliyopita, mlikuwa mnauza kahawa shilingi 40, shilingi 60, shilingi 70. Ni kweli ama si kweli? Lakini mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu na vile tumefukuza cartels na tumepunguza gharama ya mbolea, mwaka huu wakulima wameuza kahawa yao shilingi 100, 110, 120, sehemu nyingine wameuza 140 wakielekea 150. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kilimo ya kahawa nitahakikisha ya kwamba wale makateli
waliokuwa wameteka nyara hiyo sekta ya kahawa. Tunawahamisha ndio wakulima wapate haki yao na haki ya jasho yao kwa kilimo ya kahawa. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa hapa Chuka, mnataka tuendelee na hiyo kazi? Pia nilihakikisha, mliniambia ninyoroshe maneno ya masomo. Pale nimenyorosha maneno ya masomo. CBC ilikuwa na matatizo, nimenyorosha CBC. Tulikuwa na upungufu wa walimu, nimeajiri walimu 76,000 wapya in the last 2 years. Kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba kila mwanafunzi wa Kenya akienda shuleni anapatana na walimu, na tumejenga madarasa mpya tukisaidiana na CDF 17,000 ili tuhakikisha kwamba transition ya hiyo masomo yetu inaendelea bila matatizo yoyote. And we have done what is necessary to make sure that all our universities have adequate funding, ili mauniversity ambazo zilikuwa karibu bankrupt sasa tumewapatia pesa ya kutosha na elimu yetu inasonga mbele. Na mimi nataka niwahakikishie Kenya itasonga mbele because education is the greatest equalizer. Tumekubaliana watu wa Chuka? Tumekubaliana? Tuko pamoja? Mimi nataka niwashukuru watu wa hapa Chuka na watu wa Tharaka Nithi, kwa sababu nyinyi mmenipatia huyo muungwana anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Ndio, si mimi nilikuja hapa kwenu wakati wa uchaguzi, si mlikuwa mnataka kuchagua huyu akigavana, si nikawaambia ngojeni, wacheni na mambo ya gavana, si niliwaambia mnipatie huyu jamaa nitembee na yeye. Nilikuwa ninajua maneno ama sikujua maneno? Sasa huyu muungwana wenu si juzi alikuwa waziri wa mambo ya usalama, si alifanya kazi mzuri pale? Na leo si huyu sasa ni deputy president wa Kenya? Watu wa Tharaka Nithi, wapi makofi ya deputy president wa Republic of Kenya? Mimi nauliza nyinyi, huyu profesa anatosha ama hatoshi? Huyu Kindiki anatosha ama hatoshi? Lakini sasa sikizeni, huyu Profesa Kindiki sio naibu wa rais wa Tharaka Nithi, sio naibu wa rais wa Chuka hapa, sio naibu wa rais wa kule Tharaka, sio naibu wa rais wa hapa Mulima. Huyu ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunaelewana jameni? Na nimekubaliana na huyo muungwana ya kwamba Mungu alijua ni sababu gani ametuumba na katuweka taifa la Kenya, jamii zote, watu wa dini zote, watu wa kaunti zote, na tumesema tutawaunganisha Wakenya wote wa taifa la Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Ni kweli watu wa Chuka, si kweli jameni? Na nimekubaliana na huyo muungwana wenu ya kwamba we are going to unite this country beyond tribe, beyond community, beyond region. We are one people with a common destiny, the people of Kenya. Na mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Chuka, mkubali tuungane jameni, mkubali tuunganishe Kenya. Mnatuambia tuunganishe Kenya? Mimi na huyu profesa mnasema tuunganishe Kenya iwe moja, jamii zote, dini zote, kaunti zote za taifa la Kenya, kwa sababu umoja ni nguvu. Hebu nione wala anasema tunatuambia tuunganishe Kenya. Sina mna hiyo jameni. Hiyo ndio msimamo wangu kama kiongozi wa taifa hii, kwa kura zenu na kwa mapenzi ya Mungu. Kazi yangu ni kuunganisha taifa hili letu la Kenya, na tupange vile maendeleo itapatikana. Maendeleo ya barabara, tujenge masoko, tuunganishe stima, tusomeshe watoto wetu, tufanye kilimo inawili na Kenya iweze